na hata viongozi wakitaka maeneo ya kujenga lazima wanione, sio unakurupuka. Hii ardhi unaijua vizuri, hii ni urithi wa wazee wangu. Kipindi wananimilikisha ardhi hii, wao ulikuwepo. Hata huko serikalini wakitaka kuleta mabomba, wakitaka kuleta umeme, lazima wanione mimi. Sasa wewe unakunya tu, unaona pale ni eneo la babako lile. Lile ni eneo langu mimi, ni miliki za wazazi wangu. Umenielewa? Sikiliza mzee, sikuja kwenye mahubiri hapa, wala sikuja kumtangazia Injili, ila nimekuja kupa taarifa kwamba sikuhofii, sikuogopi, wala sikuja kupa taarifa yoyote ile ya kuaga eti nijenge pale. Mimi ndo nitakayejenga pale na mafundi watakuja watafanya kazi pale. Hapa ni kazi juu ya kazi, na nitafanya kazi nihakikishe niko sambamba na wewe. Mimi naondoka. Nenda. Taarifa nimeshakupa. Na chochote unachoweza kufanya, fanya. Mimi niko tayari. Utaniona. Utaniona. Angalia sana wewe mzee. Kabla jua hajazama utaniona. Kabla jua hajazama, wewe hajazama. Wewe kuna nani? Sawa, sawa. Wewe ni mtoto mdogo sana. Achana na mimi nakwambia. Nenda nakwambia, achana na mimi. Wewe. Sasa usinipandishie mzee mwenyewe. Wewe mtoto mdogo. Usinipandishie nakwambia. Kuna lolote. Usinipandishie. Kuna lolote wewe mtoto mdogo tu. Kwenda. Shenzi. Cheki. Nimekuita, kuna jambo tulizungumza na unipe ushauri. Ndugu yangu, mimi nakabiliwa na vita kubwa sana. Na hii vita imenikamata kwenye uchumi, imenikamata kwenye maisha ya kawaida, lakini pia imenikamata hata katika swala la mahusiano. Na anayesababisha vita hii si mwingine ni anko wangu, yaani mjomba wangu. Kwa nini nasema hivyo? Juzi wakati nimelala ndani, nilikuwa katika ndoto. Tulikuwa katika mti mkubwa hivi, sijui jiwe lile, lakini alikuwepo anko na kulikuwa kuna kuu ya watu. Walikuwa wanakula nyama za watoto, vitu vya ajabu ajabu sana. Lakini katika ule mjadala, nikiwa katika ile ndoto, walikuwa nasikia muue, afe. Yaani mimi, kwa sababu nilimkatalia anko kuulisi ule uchawi. Sasa wakati nipo katika ndoto, nikawa nakemea, kwa sababu nilikuwa napata kama mateso makali sana. Ghafla nikashtuka. Nilivyoshtuka nikatafakari ile ndoto, nikasema hapana, hebu ngoja nimueleze Sheikh, kwa sababu ni mtu ambaye anamjua sana Mungu, huenda anaweza akanipa ushauri wowote. Pole sana rafiki yangu, pole kwa matatizo. Nafahamu kuwa unapitia wakati mgumu sana ndani ya kijiji chetu, mpaka ndani ya familia. Ni kweli. Na hata hivyo, letu kisingesimama kwenye maombi ndani ya ndoto yako, tusingekuwa pamoja kwa sasa. Ila kwa sababu ulisimama na maombi, na ndio maana mpaka sasa tunaongea. Cha kukuomba tu, Mzee Ngago ni mtu hatari sana. Hakuna mganga yote anaweza kumweza Mzee Ngago. Watu wameshindwa. Ila mganga Mzee Ngago ni Mungu tu. Fanya maombi usiku, mchana, asubuhi, na mimi ipo siku Mungu atajibu majibu yako. Utashinda Francis. Huu ushindi tutashangilia. Mimi nashukuru sana, kwa maana unazidi kuniongeza imani kwa hatua niliyofikia, kutengwa na wanakijiji, watu kuna huko wananikimbia, lakini bado uko pamoja na mimi. Naamini kuna mpango wa Mungu mkubwa tu. Naamini ilipo kusudi la Mungu katikati yetu, na ipo siku litajidhihirisha. Ondoa shaka hilo, mimi nipo na wewe bega kwa bega. Kwa hiyo mimi wacha nikuache uende, tutaongea vizuri. Boka, kazi yako imeisha Boka. Imekwisha kazi ya Boka, imekwisha kazi ya Boka, imekwisha kazi ya Boka.
Mizimu mchukueni huyo. Mchukueni Boka. Boka ni wa kwetu. Boka ni wa kwetu. Tunamtoa sadaka kwa ajili ya dharau. Boka. Boka. Kazi yako imeisha Boka. Katika kijiji hiki hakuna kijana tofurukuta tena. Akija mwingine tunamlamba. Boka, kazi yako kwisha. Moto wa radi umesha kutimbua ukakuwa. Hii ndio nguvu ya radi katika kijiji hiki. Hivi wifi, mdogo wako Boka ananichukuliaje mimi? Boka ananionaje? Ina maana mimi sina kauli humu ndani? Mimi sisikilizwe? Nimemwambia swala la kiwanja na mzee Ngagu achana nalo. Mimi nimekubali tutaishi hivi, najua ipo siku, lakini yeye hataki kukubali hilo swala. Usiku kucha anaongelea swala kwenda mjini kufuatilia hati ya kiwanja. Hivi wifi, hata hiyo hati akiipata nafikiri kuna kitu atakifanya? Kuna kitu ambacho anaweza kikatengenezeka hapo? Amjui mzee Ngagu yule? Ana ugeni na mzee Ngagu? Wangapi tumewazika kwa sababu ya huyo mzee Ngagu? Mimi nasema wifi, ongea naye ndugu yako kama unaweza. Akikusikiliza labda wewe kwa sababu ni damu yake, mimi sizaliwi naye. Huenda mimi mwenyewe nimechoka. Sasa sikia wifi, nikwambie kitu. Wewe hata usijali kuhusu yule, sawa? Mimi nitapambana naye yule kwa sababu ni mdogo wangu, sawa? Wewe usijali. Oh, dada huyo. Kwema? Kwema. Za nyumbani? Nzuri. Haya. Mimi natoka. Unaenda? Haja kuambia hivi yako. Kuhusu nini? Kaa hapa. Unanielewa? Nikae tena. Nimesema kaa hapa. Lakini mume wangu, msikilize dada yako. We. Yote unasababishaga wewe wakati mwingine. Mshikili. Kwa dada, mbona umekuja mkali tena? Shida nini? Utanielewa tu. Niko kusafiri mimi. Haya. Naomba uachane na habari ya mzee Ngagu. Umenielewa? Sikia dada, nikwambie. Wajua mjini naenda kufuatilia vitu vya msingi kabisa. Na vitu ninayofuatilia ni faida yenu nyinyi pamoja na mimi. Nafuatilia mjini hatimiliki ili niweze kupata lile eneo kiuhalali. Nimekwambia chana ya kesi. Kwani mzee kumjua ni mchawi wewe? Sasa dada, uchawi wake kumjua kwake wewe, mimi ndio nikosa haki zangu za msingi? Au unanizarau mimi kwa sababu sina mume, si ndio? Dada, sikiliza. Katika mambo yote ambayo nakusikiliza, ila kwa hili hapana, sitokuelewa kwa kweli. Hata sinielewa. Na kama nachangalia mama pale. Bwana ndapi? Kwa nini natoka nje nilikuwa na ndani? Kwa unielewi mimi kama dada yako wewe. Unielewi? Dada, kukuelewa na kuelewa. Unielewi mimi? Na kuelewa na kuheshimu, lakini kwa hili niachieni nifanye mimi kazi ninayoiweza. Ndio ulifahamua, si ndio? Sawa, lakini nikwambie kitu. Kila mtu atajiangalia mwenyewe sasa hivi. Kama mnamuogopa, muogopeni nyinyi. Lakini nahakikisha nikishapata haki yangu miliki, mimi nitamiliki lile eneo. Kwa kila mtu atajijua mwenyewe, si ndio? Kwa hiyo wewe unakosa kufanya ya kwako kwa sababu mtengangu ni mchawi. Kwa kila mtu anajijua mwenyewe, sawa eh? Sawa. Wewe nenda. Kama nafuata kitu ambacho hakina faida, sawa, hakina faida. Haiwezi kuwa mwenyewe kila mtu. Tutashirikiana vile vile. Chapanga jambo langu.